Kweli kuna tabia inaumiza sana, tena sana. Unamkuta mtu kabisa mwanaume au ni mtu mzima tu mwanaume anamtongoza mke wa mtu. Anamtongoza mke wa mtu, atatumia gharama yoyote amuingize kwenye 18 ili akazini naye. Unamkuta mtu anamtongoza mtoto wa mtu anaenda kuzini naye. Anamtongoza dada wa mtu anaenda kuzini naye. Lakini tukio hilo likigeuka upande wa pili kwake yeye linamuuma sana, tena sana. Yaani anaumia kiasi kwamba akikufuma anaweza hata akakuua. Anafanya vitu vigumu sana. Yaani ana uwezo wa kukufanyia kitu cha hatari sana kwa maumivu anayoyapata ndani ya moyo wake. Lakini kwa mke wa mwenzie anamgeuza, utasema samaki. Anamuingilia kiasi kwamba sio kumuingilia, ni fujo. Yaani anafanya fujo ambavyo hata yule mumewe hajawahi kumfanyia lile tukio yule. Yaani hajawahi kufanya kitu kama kile. Anamuomba sehemu ambazo mume hatamani hata kuzigusa. Lakini yeye atamuomba, atamnyenga, atake kumuingilia sometime kinyume na maumbile. Mke wa mtu huyo anamfanyia vitu kama hivyo. Yeye wakati huo amemwacha pengine mkewe nyumbani. Tena kwa kumweka uangalizi mkubwa wa kutoka pale nyumbani na kutokuwa na mawasiliano au mazungumzo au ukaribu na wanaume kwa kudeserve kitu kama hicho ambacho yeye anamfanyia mke wa mwenzie. Sasa unajiuliza, wewe kama kwako unaona hii inauma, kwa nini umfanyie mke wa mwenzio? Kwa nini umfanyie mwenzio? Alafu ukiangalia kamchukua mke wa mtu, yuko naye guest, mwanaume pengine ni mbeba zege, anaumia huko. Anahangaika kubeba matofali usiku mchana kutwa, yani masaa 24, masaa 12, anapambana, anakesha kutafuta riziki ya huyu mwanamke ambaye yeye yuko naye guest, anamgeuza. Lakini kuna watu hawaangalii kabisa kwamba ni kiasi gani cha maumivu ambayo anapata mwanaume mwenzie. Hatambui hilo na wala halifikirii. Yani yeye yuko kumnyenga na yani unajua kuna kitu, yani kuna hali, unajua hichi kitu kwa nini nakizungumza hivi? Yani kuna jamaa amekuja kuhadisia jinsi alivyomtendea mke wa mtu, kitu ambacho kimeniuma, na ndio maana huu ujumbe nimeamua kurekodi, kuufikisha. Yani kama wewe unafanya kitu kama hicho, acha hicho kitu, unamkosea huyo mtu, unafanya kibaya sana. Kwa sababu kumbuka, mwenyewe anapambana kwa ajili ya kumlisha huyo mwanamke, kumvisha, anabeba uzito wote wa matatizo ya kwao na ya kwake. Lakini yule mwanamke ana mtoto ambaye amezaa na mtu mwingine, jamaa anamsomesha, anamlisha yule mtoto.